Kuna wakati maisha yanakutupa sehemu usiyostahili kuwa, na kwa mtoto huyu wa miaka 14, ndoto zake na maisha yake yalibadilika mara tu alipopata ujauzito akiwa na miaka 14. Hii ni episode ya pili, tunasonga mbele. Pale tulipoishia tunaunganisha. Kama kuangalia sehemu ya kwanza, angalia hapo juu upande wa kulia, kuna kibox cha maneno kitatokea, utakigusa na kisha utaenda kuitazama. Basi twende moja kwa moja tukaiangalie sehemu ya pili. Basi mama wa Miki akamchukua mwanae na kumleta hadi katika hichi chumba cha watoto premature ambao wamezaliwa kabla ya muda. Akamwambia, kulea sio kazi nyepesi mwanangu, ukizingatia wewe bado ni binti mdogo. Lakini Miki hakujali. Waliporudi nyumbani, Miki akamwambia, mama, samahani sana, nataka nijifungue huyu mtoto, siwezi toa mimba. Mama yake kumwangalia mwanae akaelewa dhamira yake. Mama kumuona mwanae anang'ang'ania sana kutaka kujifungua, ikabidi aongee maneno magumu kidogo ambayo hajawahi kabisa kumwambia mwanae. Akamwambia, wewe kuwa na mtoto katika umri huu sio sawa. Utawezaje kumhudumia mwanao na bado wewe ni mdogo? Marafiki zako na jamii nzima itakutenga. Pia ndoto zako zote zitatokomea hapo. Je, unaona hii ni sawa unachokitaka? Miki hajawahi muona mama yake akiwa kama hivi, basi machozi akawa yanamtoka pale. Mama yake akamwambia, unalia kwa kuambia maneno kama haya tu na unataka kuwa mama, utaweza wewe? Mama huwa aliiliki urahisi tu. Usiku mdogo wake Miki akitoka nje akamkuta Satoshi. Kiukweli hakutaka kukimbia jukumu la kwamba yeye ndo kampatia mimba Miki, lakini mama yake akamkataza kuwa asijihusishe nayo kabisa. Lakini leo Satoshi akamwambia mama yake, mama, utanisamehe tu, kwa wakati huu siwezi fuata unachotaka. Kisha akaelekea kwa kina Miki. Lakini baba wa Miki kwa hasira akamwambia, sihitaji kukuona tena, kaa mbali na binti yangu. Satoshi akarudi nyumbani akiwa na mawazo sana. Mama yake alishakuwa kamwandalia passport ya kwenda kusoma nje ya nchi, lakini Satoshi akajua tu huu ni mpango wa mama yake kumweka mbali na Miki. Akakumbuka jinsi baba wa Miki alimomfokea na kumwambia, akaona it's okay, huenda ni kweli kuachana ni best choice kwa sababu Miki inasemekana anaelekea kutoa mimba. Basi Satoshi akaamua kufuata kama mama yake anavyo. Lakini kesho kabla hajaondoka akamfuata anko wa Miki. Anko wa Miki akampigia simu Miki na kumwambia Satoshi anaelekea nje ya nchi. Miki akaishiwa pawa kabisa, lakini Satoshi akamwachia ujumbe kuwa, nisamehe sana Miki, pia asante, sijawahi jutia kukutana na wewe. Miki akagundua kuwa Satoshi bado anampenda, akajua kuna sababu iliyomfanya washindwe kuwa pamoja. Basi leo mapema Miki akavaa uniform zake za shule tayari kwenda shuleni. Na tayari umbea na taarifa kuhusu yeye kupata ujauzito zilishatapakaa shuleni. Mama wa Miki akaingia hadi ofisi ya walimu. Ilikuwa ni aibu kubwa kwa kuwa binti yake alikuwa ni bado mdogo, mwenye miaka 14 tu. Mama wa Miki akaomba msamaha na kusema, binti yangu anaenda kutoa mimba, naombeni mpeni nafasi nyingine tena ya kusoma. Lakini upande wa Miki akaingia darasani bila kuona aibu, akasogea mbele na kusema, ni kweli mimi nina mimba. Najua nimefanya kosa ambalo wazazi wangu wameumia sana na kuudhika. Licha ya hivyo, sitopata nafasi tena ya kuwa karibu na baba wa mtoto. Lakini kama mama yangu asingenisubiri mimi, leo mimi nisingekuepo. Hivyo na mimi nitamsubiri mwanangu. Mama wa Miki alikuwa nje ya darasa akisikiliza mwanae anavyoongea kwa hisia. Machozi yakamtoka na kumwonea huruma sana mwanae. Miki alipomaliza kuongea na wenzake, anapotoka nje akamwona mama yake, akamwangalia sana. Lakini kwa wakati huu Miki hakulia, kwani mama yake mwenyewe alimwambia kuwa mtu anayelia hastahili kuwa mama. Wanapotoka shuleni, Miki hakuogopa, akampatia mama yake mkono. Mama yake akamshika mkono, kwani yote kwa yote yashatokea na bado yeye ni mama tu na yeye ni mtoto wake. Walipofika nyumbani, mama yake akaamua kumpa ushauri wa mwisho kuwa dokta kasema itakuwa changamoto sana kwa wewe kujifungua kwani bado ni mdogo. Pia akamweleza kuwa mara nyingi watoto wadogo kama nyinyi ni tabu sana kulea watoto. Hivyo mwanao anaweza kuja kuwa mtoto wa mtaani. Je, baada ya kusikia haya yote bado unataka kujifungua? Miki akamjibu, ndiyo mama. Basi mama yake akaona hana namna, kwa sababu mwanae kasisitiza sana, basi akamkubalia. Na leo akafika kwa dokta. Dokta akawa anaeleza kuwa kuna hatari Miki anaweza kutana nazo endapo atajifungua kwani bado ni mdogo. Baba wa Miki akashtuka na kuanza kumlaumu mkewe. Yaani wewe na akili zako zote unakubali kabisa mwanao ajifungue? Mkewe akamuuliza, je, kutoa mimba ndio kutamfanya binti yetu awe na furaha? Baba wa Miki hakuweza kutoa jibu. Dokta pia akamuuliza, kweli upo tayari? Ushakubaliana na tabu na shida zote ambazo unaweza kuzipata baada ya kujifungua? Miki akasema ndiyo, nishajiandaa kuvumilia shida na kumlea mwanangu katika hali ngumu yoyote ile. Akaona kweli huyu mtoto na upendo na mwanae aliye tumboni. Walipofika nyumbani wakamkuta mama Satoshi. Bila kuuliza akazama ndani na kuanza kuita, Satoshi, Satoshi, uko wapi mwanangu? Mama wa Miki akamuuliza, mtoto wako si alipanda ndege na kwenda nje ya nchi jana? Sasa kumbe ilikuwa hivi. Satoshi baada ya kufika airport akafikiria sana kuhusu Miki, akaona sio sawa kuondoka na kumkimbia Miki, kwani anampenda na pia hawezi mwachia Miki apate aibu peke yake. Mama yake akajaribu kumzuia, lakini Satoshi akaondoka pale bila kuangalia nyuma. Tokea hapo Satoshi haijulikani alipoelekea.
Mama Satoshi akampigia magoti Miki na kumwomba sana msamaha, kisha akasema, naomba niambie mwanangu yuko wapi? Lakini Miki akasema, mimi sijui. Pia akamweleza kuwa bado hajatoa mimba. Mama Satoshi akakunja sura, akafikiria kuwa Miki anataka kujisogeza kwenye familia yao kwa sababu wana pesa. Baadaye Miki pia akaanza kuhofia kuhusu Satoshi. Akachukua simu na kumpigia Satoshi, lakini Satoshi hakupatikana. Baada ya muda kidogo, Miki akapigiwa simu na anko wake. Anko wake akamwambia, Satoshi niko naye hapa. Miki kusikia hivyo, haraka akajiandaa kwenda huko, lakini kutoka nje baba yake akamzuia Miki. Lakini Miki akasema, naombeni nikaongea na Satoshi kidogo, na hii ndio itakuwa mara yangu ya mwisho kabisa. Basi wazazi wake wakamruhusu. Upande wa mama Satoshi akaendelea kutafuta ni wapi mwanae kaelekea. Akisejiseji hapa akaona hii picha waliopiga Satoshi akiwa na Miki, akaitupa chini kwenye dustbin, lakini mara akafika mchapishaji wa magazeti, akaichukua. Akasema, nataka nichapishe magazeti kuhusu Miki kupata mimba. Mama Satoshi akauliza, je, ni kiasi gani cha pesa unakihitaji? Jamaa akasema, haina haja kunilipa, nitafanya kama kazi yangu tu. Basi Miki akiwa na mama yake wakafika hadi kwa anko na kumuona Satoshi. Kisha Miki akamwomba mama yake, mama, naomba tupe nafasi tuongee wawili. Mama yake hakuweza kupinga, kwani hii ilikuwa ni juu yao wawili. Mama wa Miki akawaruhusu waongee. Basi wakatoka pale kwa pamoja, wakafika hadi haya mazingira fulani hivi mazuri sana. Kumbuka hawa bado ni watoto, lakini ndio wazazi wajao. Satoshi akasema, natamani nifanye kitu kukusaidia Miki, lakini nashindwa kwani sina nguvu za kutosha. Miki akamwambia, usijilaumu sana, mtoto bado upo tumboni na nitajifungua. Najua kuwa tukisema wote tuwe wazazi na kumlea mtoto tutatakiwa kuacha shule. Hivyo wewe endelea na masomo, mimi nitachukua majukumu ya kumlea mtoto. Sepunde mama Satoshi akafika pale na kumchukua Satoshi. Miki kwa mbali alimpa heli ya kuonana na Satoshi, huku huzuni ikiwa imemjaa. Mama yake akafika na kumkumbatia, kwani alijua ni maisha gani mwanae anaenda kuyaishi. Kwa sasa familia iliyokuwa na furaha yote ilitoweka. Mdogo wake hakutaka kabisa kuongea naye. Baba yake pia kwa sasa alimtenga, lakini hii haikubadilisha akili ya Miki. Mama yake akaendelea kumpeleka Miki hospitali kwa ajili ya kufanya check up. Baada ya daktari kumpima akamwambia, wiki hili ndilo la mwisho, unafunga wiki 12 na baada ya hapo hutoweza tena kutoa mimba. Lakini Miki licha ya wazazi wake kuhofia kuhusu usalama wake, yeye alikuwa kashaamua. Basi daktari akamwambia, usijali, hali yako ipo sawa tu. Kisha Miki akatoka nje mara moja kupumzika. Basi daktari akachukua gazeti moja na kumpa mama wa Miki alisome. Maskini yule mwandishi wa magazeti alikuwa kaandika habari kuhusu Miki kupata ujauzito akiwa na miaka 14 tu. Mama wa Miki akahuzunika sana. Taarifa hizi zikasambaa kila kona, mji mzima, na kuanzia hapo familia yao ikaanza kutengwa na kila mtu. Baba wa Miki alitengwa na kudhalaulika kazini na nusu apoteze kazi. Mama wa Miki pia alitengwa na wafanyakazi wenzake. Haikuishia hapo, hata mdogo wake Miki alitengwa na wanafunzi wenzake shuleni. Lakini pia hata kwa Satoshi alipoingia darasani, wenzake walimcheka na kumdharau sana. Mama yake Satoshi kuona hivyo akamwambia, basi mwanangu, kaa nyumbani hadi hizo taarifa nitakavyozipoteza. Lakini Satoshi akamwambia, siwezi jificha ndani, kwani Miki anataka niendelee na masomo, nitaenda shule haijalishi watu wanasema nini. Mama Satoshi akamfuata tena Miki na kumwambia, kwa nini hutaki kutoa mimba? Ukijifungua huyo mtoto atakuja kuharibu future ya mwanangu. Miki akamwambia, baada ya mtoto kuzaliwa sitowahi mwambia wala hata jua kuhusu baba yake. Mama Satoshi akasema, haitasaidia kwa sababu saizi kila mtu anajua kuhusu taarifa zako wewe na Satoshi, hivyo atajua tu. Alafu unasema unampenda mwanangu, hivyo ndio jinsi unavyompenda mwanangu? Akazidi kumsisitiza sana kuwa anaomba aitoe mimba. Basi Miki akafikiria sana, akaangalia pembeni na kuona gazeti lililoandikwa taarifa zake zilizokwisha sambaa kila mahali. Mara akapigiwa simu. Sasa anapotoka nje akakutana na majirani wamekusanyika wakimwongelea yeye tu. Akajipiga moyo konde na kuondoka. Kumbe mwalimu wake wa darasa ndiye alikuwa kamuita. Akamwambia, mdogo wako leo hajaingia darasani na anatakiwa kuwa darasani kwa sasa. Miki akajua hii yote ni kutokana na taarifa zake kusambaa za kuwa yeye ana mimba. Akafikiria sana na leo akawaambia wazazi wake, naombeni niondoke nyumbani. Baba yake akashtuka na kuuliza, hivi unaelewa unachokisema wewe? Lakini mke wake akamwambia, mwache tu aende kama ameamua. Kama ataendelea kukaa hapa, maisha yetu yatazidi kuwa magumu zaidi. Ni hatari sana. Hivi ni kweli jinsi mama yake wa Miki anavyompenda mwanae, anaweza kumruhusu mwanae aondoke nyumbani kwa hali aliyonayo kwa sasa? Basi tunabaki na maswali mengi. Je, Miki ni kweli ataondoka nyumbani? Na kama ataondoka, ataenda kuishi maisha gani na wapi atakapoelekea? Basi majibu yote tutayapata katika nafasi nzuri ya 3. Pia nawashukuruni wote kwa kuendelea kuwa nasi. Mbarikiwe sana. Nikukumbushe tu, kama bado hujajiunga na familia hii, jiunge sasa kwa kusubscribe ili uendelee kupata taarifa zaidi. Pia washa kengele notification ili upate taarifa kila muda na kila mara ambapo tutakuwa tumetoa video mpya. Mimi sina la ziada, naomba nikuage na tukutane katika episode ya 3. Bye bye.